Unaandika somo linasema msalaba wa Kristo ni nguvu ya Mungu iokoayo. Maneno haya aliyasema Yesu, wasamehe maana hawajui. Unataka uelewe kitu hapo, lazima uelewe kitu hapo. Kwenye hayo maneno, wakati huu Yesu anaongea maneno haya akiwa wapi? Msalabani. Na maneno anayoongea anasema, Baba wasamehe kwa maana hawajui. Tafsiri rahisi ni kwamba msalabani ndipo ulipotangazwa msamaha wa dhambi zetu na makosa yetu. Sio mahala pengine. Yesu alipokuwa msalabani ndipo anatangaza msamaha kwa ulimwengu. Anatangaza msamaha kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, kama Yesu asingeenda msalabani tusingesamehewa dhambi. Kwa hiyo somo linasema msalaba wa Kristo ni nguvu ya Mungu, au msalaba wa Yesu ni nguvu ya Mungu iokoayo. Nataka kitu ujue hapa. Wakorintho wa kwanza sura ya 17, sura ya kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 na mstari wa 18, ninaomba nisome. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali ni ihubiri habari njema. Pigia mstari hapo. Bali ni ihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. 18, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Natamani tuelewe hapa. Paulo katika kitabu hiki cha Wakorintho anaeleza kusudi la kuitwa kwake. Kwa nyuma utaona vile anavyoongea na watu wa Korintho, akiwaambia kipaumbele ambacho Mungu alimuitia ni injili. Lakini katika maneno haya Paulo anaeleza nini maana ya injili. Nini maana ya injili? Na nataka pia wewe uweze kuelewa. Tunapoongelea wokovu, tunapoongelea injili hasa ni nini? Tunaposema umeokoka, iliyokuokoa ni injili. Na ni nini kinafanyika mpaka mtu huyu anaokoka? Ndio maana nikasema somo letu linasema msalaba wa Kristo ama msalaba wa Yesu ni nguvu ya Mungu iokoayo. Paulo anasema sikuitwa mimi ili nibatize, kwamba kipaumbele changu mimi sio kuwazamisha watu kwenye maji jumbui. Anasema niliitwa ili nihubiri habari njema. Tena hii habari njema ambayo ninaihubiri, anasema si kwa namna ama si kwa jinsi ya kibinadamu ama kwa hekima za kibinadamu, kwamba nijue kupangilia maneno sana, yani niwe nikiongea nasema ya kuna mtu Katika kuhubiri injili, kitu pekee ambacho Mungu aliniitia katika kuhubiri injili ni nguvu ya Mungu idhihirike ili kawaokoe watu wale wanaolisikia lile neno. Anasema kwa sababu neno hili la msalaba, angalia hivyo vitu viwili. Kwanza anaongea ameitwa kuhubiri injili, lakini mstari wa pili anasema neno hili la msalaba. Kumbe anapoongea juu ya kwanza anasema habari njema. Sio, unanielewa? No? Anasema hivi, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema. Neno injili tafsiri yake ni habari njema sana. Maana anasema nimeitwa nihubiri habari njema, tafsiri yake ni hubiri injili. Anasema wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukakataliwa, ukabatilika. Ina maana ikiwa atatumia hekima ya maneno ya kibinadamu, hakutaonyesha jukumu ama tafsiri halisi ya habari njema, tafsiri halisi ya kazi ya msalaba. Anasema hapa tafsiri ni sawa na kusema msalaba. Tunapoongelea injili tunaongelea msalaba wa Kristo. Unaposikia injili inahubiriwa, ujue hiyo injili inahusu msalaba
wa Yesu Kristo. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, joni kafurahini papo. Msalaba asili siri, nikatua mzigo, nina furaha joni. Chapeni Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Tunapoongelea injili tunaongelea msalaba wa Kristo, na msalaba wa Kristo ni nguvu ya Mungu iwezayo kuokoa. Kwa hiyo ukiongea injili ambayo haileti wokovu, hiyo sio injili, hiyo ni dini. Ukiona watu wanaongelea habari za Yesu Kristo lakini hakuna kinachotokea, huo sio wokovu. Paulo anasema nimeitwa nihubiri habari njema ili msalaba wa Kristo usije ukabatilika, kwa sababu neno la msalaba kwa wale ambao wanapotea wanaona ni kitu cha upuuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo linapotajwa jina la Yesu kuna nguvu ya Mungu inatokea. Inapotajwa damu ya Yesu kuna nguvu ya Mungu inatokea. Linapohubiriwa neno la Mungu kuna nguvu inatokea, na hii nguvu inaenda kuleta wokovu, inabadilisha maisha ya watu. Wale waliokuwa wabaya wanapopokea habari za Yesu Kristo wanakuwa watu wema. Walioshindikana katikati ya jamii wanaposikia habari za Yesu Kristo wanakubaliwa na jamii, kwa sababu Mungu wa mbinguni amewekeza nguvu ya kutosha katika neno la msalaba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna wokovu bila msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Maana nyingine tunaweza kusema kitu kinachoweza kuokoa watu sio yule mhubiri anayesimama mbele yako na kuhubiri kwa maneno ya kiustadi ama kuhubiri kwa maneno mazuri. Nikija hapa nikahubiri maneno mengi alafu hakuna ishara inayotokea wala hakuna watu wanaofunguliwa, mtasema huyu jamaa huyu ni amna, huyu tapeli tu. Hapa watu sio kwamba mmekuja hapa eti kwa sababu ya Mungu hajawafanyia ishara. Wote mmekutana na mguso wa pekee wa Mungu, na ndio tafsiri halisi ya injili. Toka tutoki kama tulivyoingia. Kuna vitu vinafanyika. Kinachofanya sio mchungaji yule anayehubiri kwamba anahubiri kiustadi, sio nyimbo hizi tunazoziimba kwa uzuri, kwa ustadi, kwa ufundi tu. Ndio maana mtu anaweza kaimba na unajua kabisa hili jamaa jana alikulala kwake na mahali lilienda hivi. Yule aponyi. Wanaopokea uponyaji na wanaotembea na nguvu ya Mungu ni wale walio safi, waliomwamini Yesu Kristo na wanaotangaza habari ya msalaba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Zile ishara hazifanyiki kwa sababu tunatamka. Hata jina la Yesu alitendi kazi kwa sababu tu mtu anatamka jina la Yesu. Kwa sababu mtu huyu ana mahusiano na Yesu, ndio maana Yesu anatenda. Ninakuombea na kuambia barikiwa, unabarikiwa, na kuombea nasema pokea uponyaji, unapokea uponyaji kwa sababu ya mahusiano yangu mimi na Yesu. Sio kusema tu. Waangalie wana wasikewa. Hawakutumia jina la Yesu. Mapepo yaliofanya nini? Katoka wamechaniwa na nguo. Alafu wale ni watoto wa kuhani. Ina maana wenyewe ni walokole. Tumia tu jina la Yesu haitoshi. Bali kuna namna ya kihusiano hapo, lazima utambue neno la msalaba. Ndio maana nasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, na maana alifanyi kazi, alileti matokeo. Ila kwetu sisi tunaookolewa, ndio maana akasema ndio wale waliaminio jina lake katika kitabu cha Yohana. Waliaminio jina lake. Hao pekee kuna nguvu inaleta matokeo. Kwa hiyo si kwa sababu ya mhubiri anayehubiri vizuri kwa maneno mazuri, wala si kwa sababu ya waimbaji wameimba nyimbo vizuri. Hapana, hivyo vitu haviwezi vikaleta wokovu, bali kitu pekee kinacholeta matokeo ya wokovu na uponyaji kwa wanadamu ni nguvu ya Mungu iliyo ndani ya neno la msalaba. Nguvu ya Mungu iliyo ndani ya neno la msalaba, hiyo ndio inayookoa. Hapo ndipo chanzo cha uzima. Ndio maana ikaitwa habari njema. Watu walipokuwa wanaeleza juu ya habari za Yesu Kristo kwamba yule ambaye walimkataa, Petro anawaambia yule ambaye mliyemuua, yule mkuu wa uzima, anasema Mungu amemwadhimisha sana. Kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 16, Paulo anasema hivi: kwa maana sionei haya injili,
kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Pigia mstari hapo, Injili. Kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa Myahudi kwanza, kwa Myunani pia. Kila anayeamini Injili pokea uweza wa Mungu wa wokovu. Injili inapohubiriwa inakuja na uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Kwa kama wewe unaimba, kama unahubiri, kama wewe unafanya kazi ya Mungu, kama wewe unasema umeokoka, tamani kuona ishara za Mungu zinafanyika. Kaa kwenye kuliamini neno la Mungu. Kaa katika kuamini kazi ya Yesu msalabani. Yesu alifanya nini? Na ndio maana tunapoongelea juu ya ubatizo, nisikilize, ubatizo sio tu kuzama kwenye maji. Ukisoma kitabu cha Warumi sura 6 utaelewa. Ni kutimiza kile Yesu alifanya msalabani. Tulikufa pamoja naye, tutafufuka. Anasema ikiwa mlikufa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, anasema mtafufuka pamoja naye. Kwa hiyo kuna namna fulani pale inaonyeshwa ya kazi ya msalaba. Kwa hiyo kuna hata ubatizo ni injili ya kwamba Yesu Kristo alikufa. Sio tu kuingia kwenye maji. Akitakiwi hicho. Na ndio maana ukipakwa maji hapo wewe hujabatizwa. Kwa nini? Lazima kuwe na ishara ya kwamba huyu mtu amezikwa, alizama. Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4. Anasema hivi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukukua kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu. Haikuwa tu kupangilia maneno mazuri na kuwashawishi watu, bali kulikuwa kwa dalili za Roho na nguvu, kwamba ishara za namna ya pekee zilionekana. Hiyo ndipo inaitwa injili. Na ndio maana kuna utofauti. Mimi waga nasema kuna utofauti kati ya nyimbo za injili na nyimbo za dini. Manake waimbaji wote tunawaitaga waimbaji wa gospel, si ndio hivyo? Hawa secular, hawa gospel. Yaani manake waimbaji wa injili. Alafu kwenye huo wimbo hakuna jambo lolote linalomhusu Yesu. Yaani usikii uhusiano wa Yesu na yeye anayeimba. Zile mimi waga naita ni nyimbo za dini. Unaelewa? Kwa sababu dini haimuokoi mtu. Halo, kinachookoa ni nguvu ya Mungu iliyo ndani ya neno la msalaba. Jina la Yesu lina nguvu kwa sababu ya msalaba. Unaelewaga hilo? Halo, kama usingekuwepo msalaba, jina la Yesu hilo lingekuwa jina kama lako tu. Kwa sababu ya msalaba. Nitakuonyesha hapa mbele utaelewa. Kwa hiyo unaposema unamwamini Yesu, tamani nguvu ya Mungu ifuatane na wewe. Kile unachokiongea kidhihirishe kweli wewe unaye Mungu. Wanokuzunguka waone kwamba huyu jamaa hajasema tu mlokole. Kuna ile bwana uje usali kanisani kwetu. Yaani kanisani kwetu anaimba. Sasa inamsaidia nini mtu? Kuimba kwenye dini huko watu wanaimba vizuri. Na ndio maana unaona watu wametoka kwenye makanisa yenye marumaru, yenye kila kitu, vyombo vya muziki vimejaa, waimbaji ni wengi, wakiimba hapo unasema malaika wanashuka. Lakini kwa nini wameondoka? Hawakuona ishara. Yeye anasema Yesu Kristo alipokuwa katika vijiji vyao akihubiri, anasema na uweza wa Mungu ulikuwa hapo pale apate kuponya. Alihubiriwi tu neno ambalo alileti matokeo kwenye maisha ya watu. Ikiwa umekuja hapa, pokea neno la Mungu. Lile neno la Mungu litabadilisha maisha yako. Neno tunalolihubiri hapa lenye kuleta matokeo kwenye maisha yetu, lenye kubadilisha maisha yetu. Tunapoliamini neno la Mungu, lile linaloelezea na kufunua kazi ya Yesu msalabani, tunapokea maisha mapya, tunapokea hali mpya, tunapokea misimu mipya, tunapokea baraka mpya, kwa sababu tumeliamini neno la msalaba. Mungu atatutazama na kutupenda. Na hapo ndipo anaposema sisi ni watoto wake. Kuna kitu nataka tukitazame hapo. Andika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Unajua tunapoongelea injili kweli, injili ya kweli ni hii ya kuwa Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu ili tuokolewe. Injili ya kweli ni kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani ili kila muaminie awe na uzima. Tafsiri yake ili tupokee uponyaji. Hiyo ndio habari njema. Hiyo ndio injili. Kwamba alikufa msalabani. Hilo usisahau. Sio tu alizaliwa akaishi, alikufa msalabani ili sisi tuokolewe. Kwenye hii Petro wa kwanza sura hii ya 2
mstari wa 24 anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Hapa anaongelea msalaba. Yani yeye mwenyewe, yani Yesu alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Ina maana asingeingia msalabani, asingetundikwa msalabani, asingezichukua dhambi zetu. Anasema tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Tafsiri yake, tukimwamini Yesu Kristo, dhambi inakufa kwetu, haiwezi kuishi, ila matendo ya haki ndio yanakuwa hai kwenye maisha yetu. Anasema tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kama usingelikuwepo msalaba, Yesu asingepigwa. Alipigwa kwa sababu ilimbidi aingie msalabani. Ndio maana tunasema ni mwanakondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu. Biblia inasema amelaaniwa kila aliyeangikwae mtini. Ili mtu awe na dhambi ni lazima aende msalabani. Bwana Yesu hakuwa na dhambi katika maisha yake yote aliyoishi duniani, lakini ili achukue dhambi zetu, yeye asiye na dhambi ilibidi akubali kuangikwa juu ya mti. Kwa hiyo tunaposema tumeokoka, tunamaanisha kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunapoacha kutenda matendo mema, ina maana tunaporudi kutenda dhambi tunamrudisha Yesu msalabani. Kuna mtu ananielewa hapa? Ndio maana nasema usipoelewa kazi ya msalaba utaishi kanisani, lakini utakuwa mtu wa ajabu. Lakini ukijua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, huo uzima ulionao, hayo maisha mazuri ulionayo, hayo mafanikio ulionayo ni maumivu ya Yesu. Pale utakapotenda dhambi unamrudisha Yesu msalabani. Yesu unamfanya asikie tena maumivu. Maana katika Waebrania sura ya 9 anaongea juu ya watu ambao wamekwisha kuonja vipawa, neno zuri, alafu wakaacha. Anasema watu hawa wanamsulubisha Yesu mara ya pili msalabani. Yesu alishatenda, alishatengeneza, alishaleta wokovu. Na nataka nikwambie, kila aliyemwamini Yesu Kristo hana sababu ya kuhangaika. Biblia inasema kila muamini hata tahayalika. Ukiona upo kanisani na bado unarudi kwa waganga, ni bado wewe hujamjua huyo vizuri Yesu. Bado hujaijua ile kazi Yesu aliyofanya msalabani. Nataka nikwambie, kwa kumwamini kwako tu Yesu na kumkabidhi maisha yako wewe unalindwa mpaka milele. Hautakufa, hata kama utalala utaamka tena, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Nataka nikwambie, kumwamini Yesu sio kitu cha kawaida. Kumwamini Yesu ni maisha ya ushindi. Kumwamini Yesu ni maisha ya ushindi, tena ushindi zaidi ya mauti, kwa maana Yesu Kristo alishinda mauti pale msalabani. Anatangaza wokovu kwa maisha kila atakayemwamini. Anatangaza maisha mapya, maisha yenye badiliko, maisha yenye tumaini, maisha ya baraka ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Tunaposema tumeokoka, maana yake hatupo hatarini tena. Asije kukudanganya mtu kwamba waga tunaokoka na kunarudi tena huku nyuma kwa Kalumanzila. Tukiokoka si ni watu wengine. Nataka nikwambie, aliokoka sio mtu wa kawaida. Wewe sio unaona mimi nakabwa au nani? Mimi ningekuwa sina Yesu, mimi ningekufa hii ushirombo yenu. Lakini unaona napita popote pale, ninavimba popote pale. Sio nini? Mimi si kitu. Ila aliye ndani yangu ana nguvu. Aliye ndani yangu alishinda mauti. Aliye ndani yangu alishuka kuzimu, akamnyang'anya shetani ufunguo wa mamlaka. Aliye ndani yangu akanipa mamlaka. Akasema, Bwana, ile mamlaka ulionipa nami nimewapa hao walioniamini. O Bwana, uwalinde kwa neno hili. Bwana, uwashindie siku zote. Hivyo nami ninajua kila alichofanya Yesu msalabani ni kunipa ushindi, ni kunipa mamlaka. Mamlaka juu mbinguni, mamlaka chini duniani, hata chini kuzimu, hata katika ulimwengu ule ujao pia Yesu anamiliki na kutawala. Nasi ndio wale mashahidi tunaohubiri habari zake Yesu. Haleluya, haleluya. Amini kwamba Yesu msalabani akuja duniani kuzulula, na pale msalabani akwenda kujiaibisha. Alikuwa na mpango maalum kuja duniani kuzulula. Yule ni Mungu. Hapo ndo watu hawajiwagi kumbe Yesu ni Mungu. Na watu wale wa dini zingine ambao wamezeshwa hawaelewi. Yani Yesu ana zaidi ya mwanasayansi. Huyu mwanaume Yesu sio mtu wa kawaida, nakwambia. Huyu mwanaume Yesu ni mtu ambaye haeleweki. Haeleweki, wanasayansi hawamwelewi, watu wa historia hawamwelewi, malaika hawamwelewi, nani haelewi. Yeye anasema walipomchinja walidhania amekufa. Unaelewa? Yesu alipompeleka shetani alipompeleka Yesu pale msalabani, Yesu akaangikwa msalabani, akasema sasa nimeshashinda. Akajua amemaliza. Alafu anashangaa amekaa anapiga sherehe. Waga na imagine pale kuzimu wanapiga sherehe, tumeshinda, yule aliyekuwa anatusumbua tumemweka lock up, saizi ashakufa, tujiandae kumpokea kama tunavyowapokea wengine waliokufa. Zamani kabla ya Yesu Kristo watu walikuwa kifa wanaenda huko chini, kunaitwa kuzimu.
Wanasema kuna mahali wanasema paradiso. Tuambia kwamba Yesu alipofufuka makaburi mengi alifufuka, means kwamba walitolewa kule. Sasa wale kule kuna watu walikuwa wanashikiliwa ambao sio watenda dhambi, kwa sababu shetani ndo alikuwa na mamlaka na miliki kule. Kwa hiyo anawatesa tu. Na wao wakajua huyu Yesu pia akishuka huku tutamshikilia vile vile. Aliposhuka mwanaume Yesu akashuka sio kama wale ambao wamewazoea. Alishuka mwenye mamlaka na nguvu. Aliposhuka anawaka mwanaume, anawaka moto, akashuka kuzimu, akamwambia ibilisi, haya hizo nguvu ulizonazo ziko wapi? Biblia inasema kwamba akamnyang'anya shetani mamlaka. Ile funguo anasema nimekupa wewe funguo. Alimnyang'anya shetani ile aliyokuwa na miliki. Mwana wa Mungu, nataka nikwambie mamlaka tulionao Yesu, tulionao watu tunaomwamini Yesu sio ya kawaida, ni ya kutikisa kuzimu, mamlaka ya kutikisa katika koo zenu. Kuna watu wanajaribiwa na koo, kuna watu wanajaribiwa na jamii, kuna watu wanajaribiwa na wakuu wa giza. Hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna mapepo, hakuna mizimu, hakuna. Wale wanaofanya biashara kwa ilizi kwa kila namna hawawezi wakasimama na wewe, kwa sababu mamlaka yako ni mamlaka kuu. Yaani unasoma mwanangu, usisome kizembe. Piga fire. Bwana, ninaikabidhi siku ya leo mikononi mwako. Ayubu anaulizwa na Mungu, anasema umeyakabidhi mapambazuko yako tangu siku ilipoanza, tangu miaka ilipoanza, tangu siku zilipoanza umeiamuru asubuhi yako. Unaikabidhi siku nzima mbele za Bwana. Sema, Mungu, ninaenda shuleni, naomba Bwana ukasimame. Unatamka kwa sababu Bwana amekupa neno na mamlaka wewe. Unajua hatumuombi Mungu ili aondoe mapepo au aponye ugonjwa. Mungu ametupa mamlaka. Tunatamka na mambo yanatokea kwa sababu tumemwamini Yesu. Au sema Mungu, ninaomba umtoe huyu pepo. Hatoki pepo. Atolewe yule kwa Mungu ashuki kumkemea. Anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Tena mpingeni huyo mkiwa thabiti. Sisi ndio tunayempinga. Anasema katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17, anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka katika hukumu utahukumu. Yani wewe utahukumu huo ulimi kuwa ni mkosa. Kwa hiyo mamlaka Mungu ameweka ndani yetu. Haya yote yanatendeka, haya yote yanafanyika, chanzo chake ni msalaba. Petro anasema yeye mwenyewe alisichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Sikiliza hilo neno linavyoongea vizuri. Kwa kupigwa kwake mliponywa, sio mnaponywa. Yani shida unayoipitia ilishamalizwa pale msalabani, ndio itamalizwa. Kumbe uponyaji tulishaupokea. Kwa tunapoendelea kukaa kwenye vifungo ni bado hatujajua huyu Mungu alichokifanya. Ndio maana Petro anasema katika ile Petro wa kwanza, sura ile ya kwanza mstari ule wa 18 na 19, sasa nanyi mfahamu kwamba mmeokolewa si kwa vitu viharibikavyo. Mfahamu, tafsiri yake msipofahamu mtakaa katika utumwa, ili mpate kutoka katika mienendo yenu isiyofaa mlioipokea kutoka kwa baba zenu. Asili zile ambazo tulizipokea ili ziondoke lazima tufahamu. Kwa hiyo Mungu anachokifanya katika neno lake ameachilia maarifa. Katika neno lake anaachilia ufunuo kwamba hayo maisha sio yako mwanangu. Mimi nilishamaliza. Huo masikini sio wako mwanangu. Mimi nilishamaliza. Hivyo vifungo sio vyako mwanangu. Mimi nilishamaliza. Bwana akupe maisha ushindi katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ipite kutembea katikati yako katika jina la Yesu. Miujiza kimungu iwe halisi kwenye maisha yako. Isiwe historia ratashata. Waliotamka maneno mabaya ninayafuta kwa jina la Yesu. Damu iliyomwagika pale msalabani ikapite kuwa mhukumu wa haki kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Maneno yoyote tunayoongea, manyimbo zozote tunazozimba, kama hazina jina la Yesu, huo ni uhuni unapewa. Si mnaona waimbaji wapo wengi wahuni na wanapambania. Kuna mtu mmoja nilimsikia anasema kwamba mimi nachukia sana wanavyosema kwamba watu wanaimba nyimbo za dunia, alafu anayechukia ni wa dunia. Akasema wewe ni mwenda wazimu tu, acha endelea kana wenda wazimu wake. Waarabu wanasema wajwanunu fununu, mwenda wazimu na wenda wazimu wake. Sasa unachukia kuimba nyimbo za dunia wakati unaimba nyimbo za dunia. Hata wengine wapo wanasema wanaimba nyimbo za injili, nyinyi mnaoita waimbaji wa injili, lakini hawahubiri injili. Wanachoimba wanaimba usanii. Sasa usanii na injili vitu viwili tofauti.
Wale walioitwa kwa ajili ya Bwana wakisimama kuimba, kuna vitu vinatokea. Kuna watu wanapokea uzima, kuna miujiza inatendeka. Bwana anatabiri kupitia vinywa vyao. Watu wanafunguliwa kupitia nyimbo zao, kwa sababu watu hawa wanatangaza kazi ya Yesu aliyoifanya pale msalabani. Aya. Neema hii ikawe kwenye maisha yako na utumishi wako wote katika jina la Yesu. Sikiliza, Warumi sura ya 10 mstari wa 13 na 14 anasema hivi: kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Wamuiteje yeye yule wasiyemwamini? Kila liitia jina la Bwana ataokolewa. Yaani wokovu unaanzia kwenye kuliita tu lile jina. Lakini kabla hujaliita lazima uliamini. Ndio wanasema wataiteje sasa wasiyemwamini? Pale mbele anaendelea anasema wataaminije wasipohubiriwa? Watahubirieje? Watahubirije? Hayo mengine yote, lakini nataka uelewe kwamba wale ambao wanalisikia neno la Mungu na kuliamini, hao wanaokolewa. Hawaokolewi tu kwa sababu wameamini, bali watakapopita katika hali ngumu watalitia ile jina walioliamini. Unaweza kuwa unapita kwenye shida fulani na unamwamini Yesu, lakini usipoikataa hiyo shida hutatoka hapo. Kuna mtu ananielewa hapa? Warumi sura ya 10 mstari wa 13 na 14. Naomba unisikilize vizuri nikufafanulie hapa. Anasema kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kila sio atakaye nyamaza wakati wa shida. Atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamuitieje yeye wasiyemwamini? Tafsiri nyingine ni kwamba unaweza ukaliita na hujamwamini, hautaokoka. Wewe inabidi uamini. Ukiamini pia unapopita katika shida, usipoliita uponi. Angalia Petro wakati wapo kwenye ile bahari. Ile upepo umewasumbua sana. Wamehangaika sana. Alafu Bwana Yesu anakuja anatembea juu ya maji. Kaja. Mwanaume huyo chief of command. Aliyeumba bahari yenyewe najua aliyeniweka hapa ndio huyu, acha tu nimbebe. Mwanaume anapita kaja. Alafu akaogopa akasema msiogope. Ni mimi. Petro nampenda sana kielele sangu ni mwenzangu yule. Akasemaje? Akasema kama ni wewe Bwana niruhusu nije juu ya maji. Petro nampenda sana kielele sangu ni mwenzangu yule. Akasemaje? Akasema kama ni wewe Bwana niruhusu nije juu ya maji. Kuna kitu nataka kukuambia nikuonyesha hapa. Alipokuwa anatembea juu ya maji, akaona upepo. Vitisho hivyo ambavyo unakutana navyo. Hadi imani yako inatindika. Kama hivi walionishauri kwamba ulokole kumbe na wenyewe ni uchawi, na uchawi unatakiwa ingiliana, watakuwa nasema kweli. Lazima ujaribiwe ili ithibitishwe hiyo imani uliyoiamini. Acha majaribu ya kupiga, lakini mwanangu usimwaibishe Yesu. Kuna wanaume fulani wakasema bora tufe, lakini hatutaiabudu sanamu. Ni heri nife masikini, Mungu hajanibariki sawa, lakini baraka za Bwana nitaziona milele kwa sababu zinaishi milele. Heri nife katika ugonjwa sijapona. Mke wa Ayubu anamwambia simkufuru wewe Mungu ufe, anamwambia una akili mke wangu, sio kama na wao wengine ambao wana akili. Anasema unamkufuruje Mungu afu unaenda huko. Na imagine mbele zaidi ya hilo neno lilolisoma. Mpaka naenda mbele zaidi. Yaani ni mkufuru Mungu afu nife, afu nikifa naenda wapi huko? Ndakuwa nina akili mimi. Lele kuna kabisa kamoja anasema kwamba akawa anasema ni aheri uamini Mungu yupo afu uende usimkute, kuliko kuamini Mungu hayupo ukaenda ukamkuta. Hayo maneno yanahitaji ufahamu mdogo tu mwepesi kwa wale ambao hawajaziona ishara za Mungu. Ili kwa sisi ambao tumeziona ishara za Mungu, tunajua kwamba Mungu ni halisi. Tumeziona kazi zake, kwamba huyu Mungu sio hadithi. Na mimi nataka nikwambie hata kama kuna mambo yamekusonga yakakutishia sana mpendwa, Mungu sio hadithi. Alishamaliza pale msalabani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapomwamini, tukaliitia jina lake, tunapokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu linapotajwa kwa imani, linawaponya walioamini. Jina la Yesu linapotajwa kwa imani, linawaokoa walioliamini. Jina la Yesu linapotajwa na kuitiwa kwa imani, watu wanabarikiwa. Sasa nataka nikuonyeshe silaha 3 kabla sijamaliza. Silaha 3 tunazozitumia wana wa Mungu katika wokovu. Hizi ni silaha ambazo hazihitaji ukae sana. Nataka nikuonyeshe silaha 3 ambazo wana wa Mungu wamekuwa wanatumia. Sio mpaka ufunge uombe. Ni silaha hizi 3. Ukiwa na hizo silaha 3 ukazijua, utazitumia na utaona Mungu analeta matokeo kwenye maisha yako. Utaona huyu Yesu akiwa halisi kwenye maisha yako. Popote unapoamka, unapoingia kazini, tumia hizi silaha 3. Namba 1 ni neno la Mungu, nitalifafanua hapo, lakini namba 2 ni jina la Yesu, na namba 3 ni damu ya Yesu. Neno la Mungu, silaha ambayo Mungu amewapa watoto wake, wana wa Mungu, watu waliokoka,
wale waliomwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako, naye neno alikuwako, naye neno alikuwa, anasema huyo mwanzo alikuwa, na pasipo yeye hakikufanyika chochote kilicho chochote. Unaelewa chochote? Tafsiri yake, ili kitu chochote kitokee lilihitajika neno. Na ndio maana Mungu kipindi anaumba ulimwengu alitamka neno. Unapokuwa na neno la Mungu una uwezo wa kupita popote na hakuna atakaye kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio silaha ya kwanza. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 107 mstari wa 20. Anasema ulituma neno lake kuponya na kuwatoa katika maangamizi yao. Ulituma neno lake, nalo lile neno linawaponya, linawatoa katika maangamizi yao. Ikiwa neno la Mungu litatamkwa juu ya shida uliyopitia, ukalipokea, lile neno litaleta uzima. Bwana Mungu anasema katika kitabu cha Isaya, anasema neno langu nililolituma litokalo kinywani mwangu halitanirudia bure, bali litafanikiwa katika njia yote niliyolituma. Neno la Mungu likitoka lazima liende likatibu, lazima liende likamlishe. Kila kilichoamriwa na neno lazima kikatii, kwa sababu unabidi ujue neno ni Yesu Kristo. Neno la Mungu ni Yesu Kristo. Biblia inasema katika ile waraka hiyo Yohana sura ya kwanza mstari wa 10 na I think 10 na ngapi? Neno akafanyika mwili akaja kakaa kwetu, utukufu wake tukauona kama utukufu wa mwana pekee aliyepewa pendwa na Mungu. Naye neno alifanyika mwili akaja kakaa. Mstari wa 13 Sikia sana. Naomba nisome hapo. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 Biblia inasema naye neno alifanyika mwili. Unaelewa maana ya kufanyika? Ukirudi kwenye Luka pale unaona Yesu Kristo alivyozaliwa. Sinaelewa? Kumbuka kwenye mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo kulikuwako. Yaani huyo Yohana anaenda mbali zaidi ya Musa. Musa anachoelewa mpaka ameondoka, anaelewa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Ndicho anachokijua Musa. Hadi leo hii ukienda mbinguni ukamuuliza hapo mwanzo kulikuwa na nini, anakuambia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Huyo Yohana anaenda nyuma miaka kabla hata ya huyo Musa. Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako. Hiyo neno ali ina maana ni mtu. Alikuwako, hiyo ni nafsi kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa huyo, na pasipo yeye akakufanyika chochote kilichofanyika. Kumbe huyu neno ndio Mungu. Huyu neno ndio mwanzo. Huyu neno 18 anasemaje? Naye neno alifanyika mwili. Alifanyika mwili. Yaani huyu neno amefanya vitu akacheki, akaona bado wale watu waliowafanya wanapotea, wanaangamia, akasema usinitanie. Kisa nini? Nimewafanya nimeweka kwenye ulimwengu, mimi Mungu siwezi kuja huko, na mimi nakuwa neno. Akavaa. Povaa mwili akashuka katikati ya wanadamu ili awaokoe. Naye neno akafanyika mwili. Ndio. Akakaa kwetu. Yohana anasema ndio. Nasi tukauona utukufu wake. Kwamba huyu sio wa kawaida. Ndio. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Silaha ya kwanza ni neno la Mungu. Ukiwa na neno la Mungu utapita popote. Kama Bwana amesema nimekubariki, hakuna atakayezuia. Bwana akisema nenda kafanye biashara fulani. Na ndio maana wana wa Israeli kabla hawajaenda vitani walikuwa wanauliza kwa Bwana. Wanataka wapate neno, vipi twende? Bwana akiwaambia kweeni mkafanikiwe, na wao wataenda watashinda. Bwana kuna wakati alikuwa ananyamaza kimya, wenye akili walikuwa hawatoki. Na walipotoka walipigwa. Kwa sababu gani? Kilichokuwa kinawapa kushinda sio majeshi yao bora, bali ni Bwana. Hata wewe kwenye maisha yako, ili uishi maisha ya ushindi, sio uwe unaenda tu. Nenda na neno la Bwana. Bwana wewe ulisema, mbona leo nilikuwepo ibadani? Mbona jana nilikuwepo ibadani? Mbona neno lilitamkwa hili? Na hili lilikuwa ni langu kabisa. Bwana wewe ulisema na mimi. Kuna mtu hapa yupo kanisani na Bwana anaongea juu yake kwamba wewe ni mzima, kwanza leo umepokea uponyaji. Alafu kuna mtu akitoka hapo, akifika tu pale, yaani I say mimi nakwambia, na alishaamini akalia na kulia walokole hao.
Mungu asante, umesema na mimi umeniponya, ile shida yangu haipo tena, sitaumwa tena vichomi. Akitoka pale anasema yani mimi ugonjwa wangu ule wako tena. Akasema na tumtwike yeye fadhaa zetu zote. Twika ni maana kumtwisha zote, usiache hata kimoja, kwa sababu yeye hujishughulisha na mambo yetu. Ukimpika yeye pale msalabani alichukua maovu, alichukua dhambi, alichukua umasikini, alichukua magonjwa, akavigongelea msalabani. Alafu alivyovigongelea msalabani, mwanaume akaachia pale pale, akashuka. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 8 mstari wa 8, kuna mtu mmoja ana akili anaitwa Akida, akamwambia Bwana Yesu, sikiliza, mimi ni mtu ambaye nina watu chini yangu. Huyu jamaa alikuwa na ufunuo mkubwa sana. Anasema mtu mmoja, kila mtu anamwambia huyu, anamwambia wewe nenda kalete kile, analeta, wewe njoo, anakuja, kwa sababu mimi nina mamlaka. Lakini kwa wewe ninavyokuona, wewe una nguvu zaidi ya mfano huu nilionao maisha haya. Sasa kwa kuwa wewe una nguvu zaidi, ni kweli ninahitaji msaada na uponyaji utokao kwako kwa ajili ya kijana wangu. Lakini kwa nilivyo mimi, yamkini jamaa alikuwa anakula rushwa sana, sijui, hakujihesabia haki. Akasema mimi sistahili hata uingie chini ya dari yangu. Lakini Bwana, ninakuomba sema neno tu, na mtumishi wangu atafanya nini? Na neno la Mungu unaweza ukalituma kila mahali, na likaleta matokeo. Neno tu, na mtumishi wangu atakuwa mzima. Na kweli akamwambia basi pokea kwa imani hiyo, umepokea. Alipoondoka akaenda kuuliza jinsi alivyo na akili. Kuna watu smart. Ukiwa na watu kama yule Akida kanisani, wote mimi nakwambia wanakuwa matajiri, wote wanakuwa na mafanikio, wote wanakuwa na maisha mazuri, hakuna tia maji hata moja. Jamaa alivyorudi nyumbani, lile neno alipolichukua, alisave muda. Kwamba amesema amepona, akaweka muda, akakumbuka saa fulani muda fulani. Akaenda, alipofika nyumbani akamkuta kijana mgonjwa. Alipomkuta mgonjwa akauliza, alipona saa ngapi? Yaani saa ngapi alikuwa mzima? Wakasema muda fulani. Akaangalia kwenye saa yake akaona kweli ni mwana. Wewe mara ngapi Mungu amekutendea alafu ukajua ni Mungu? Ni ngumu kujua kwa sababu unakuta una michanganya. Ulikuja kwa mchungaji akakuombea, ukaenda kwa mganga ukachukua dawa, alafu ulipopata mimba ukujua ni mimba ya mganga au ni ya Bwana. Kwa sababu kwa Bwana Yesu ulienda ukajitambulisha, ukaintroduce shida zako zote, na ukamwanza ukapiga magoti, na mtumishi wa Yesu ambaye ni Nehemia akaweka mikono. Masikini, mimi nakwambia kama sio huyu Yesu tungekuwa tulishakufa. Akatoka hapo na akaenda kwa mtu wake, akamwambia mtaalamu, piga ile yenyewe. Akazungusha, akamwambia shida imeisha. Kweli shida ikaisha, mambo yakatiki. Huyu jamaa ajui kama ni mtoto alimpata huko, ajui mtoto anapokuwa hivi, kila kikua vitu vile anaviona. Yesu kwa mbali na mganga yule aliyemtibu kwa mbali. Kwa kale katoto hujui kametoka wapi au kapeleke wapi. Ndio maana kuna vitu vingine vya havieleweki tabia zao. Unamjua Zinduna? Alimuimba Bahati Bukuku. Vipo vizinduna vingi. Katoto hata uchape viboko akaelewi. Kana kuchenjea achana na mimi bwana. Mama anajua aliko kapata. Kama wewe baba muulize mama ulikapata wapi haka? Mbona kaelewi? Halo. Yesu achilie damu yake kuponya. Yesu achilie damu yake kuokoa. Maana damu ya Yesu inanena mema hata sasa kwa wote wanaomkimbilia wapokee uzima milele. Haleluya, haleluya. Kwa watu wakati ule walikuwa naishi kwa neno. Ninasema hivi, neno la Mungu ni silaha inayowalinda watakatifu wa Mungu tangia mwanzo hata sasa. Kumbuka nimekuambia kuna silaha 3. Ya kwanza, silaha ya kwanza, silaha ya pili, silaha ya 3. Sasa twende pamoja. Kuanzia kuumbwa kwa dunia hadi Yesu anaangikwa msalabani, watu walikuwa wanatumia neno la Mungu tu. Hata Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake alikuwa anawapa mamlaka. Wanaenda wanaitumia, na maana wanaenda na ile mamlaka waliopewa kwa neno. Wanaenda wanaitumia, wakirudi hawana mamlaka. Kwa maana kuna wakati wanasema tumeomba, tumekemea kama unavyokemeaga, na pale wanavyosema tumepiga zote. Basta, mbona hatujaona? Ile mamlaka hawana. Kwa hiyo neno walikuwa naishi kwa neno watu wote. Kumbuka Elisha anafika pale Yeriko. Watu wale ni watu wa Mungu wa Israeli. Lakini yale maji wanasema yanazaa mapooza, mifugo kila inozaliwa mapooza, maisha yapo hivyo. Na kuna watu wana maisha mapooza kwenye maisha yao. Kila wanachokifanya hakiishi. Kila wanachokishika kitaharibika. Kwa sababu tu mapooza, roho ya kuzaa mapooza. Wakamlilia Elisha. Wakati Elisha ametoka kwenye upako ule wa kuchukua wa Elia,
ana mafuta ya kutenda kazi. Elisha akapata neno kutoka kwa Bwana. Hebu sema neno kutoka kwa Bwana. Sema neno kutoka kwa Bwana. Elisha akachukua akamwambia, leteni bakuli ambalo ni mpya. Leteni na chumvi. Kuna majamaa matapeli mpaka leo yanauza chumvi. Sikiliza, ile chumvi ilitoka kwa maelekezo tu kama neno la ufunuo. Sasa unaanza kununua chumvi kwa Mama Jemu inauzwa shilingi 500, wewe unaenda kununua chumvi 20,000 sijui. Tena amekwambia weka kiroba ndani. Utaugua safula. Poni. Elisha katia kwenye yale maji akapona. Sio kwamba walikuwa wanakula vyakula ambavyo havina chumvi. Neno la Bwana liliamuru ile chumvi kaponye maji. Na ujiulize kwa nini kilikuwa chombo kipya? Ule ulikuwa ni ufunuo. Watu walikuwa wanaishi kwa neno. Kuna wakati wana wa Israeli wamelia kwa sababu ya hali ya yale maeneo. Tutaona hapo mbele. Wanalia kwa sababu ya nyoka. Biblia inasema kwamba kwa sababu ya njia ngumu. Nyoka wakawa wanatoka wanaogonga watu. Wanakufa. Wale jamaa wakatubu, wakalia mbele za Mungu, wakamwambia tumekosa mbele za Mungu na mbele zako Musa. Watu wanajua kwamba wamekosa kwa Mungu na wamekosa kwa mtumishi wa Mungu. Kuna watu hapa haijui kama ikitenda dhambi hata mtumishi wa Mungu imemkosea, haijuagi. Akuamua tu Musa kukaa na kutengeneza nyoka wa shaba, ila ni neno la Bwana lililoachiliwa kwa sababu ya uponyaji wa watu wale. Hiyo ni silaha ya kwanza ambayo watu walikuwa wanatumia. Lakini kuanzia Yesu alipoangikwa msalabani ndio tunazipata hizi silaha mbili. Baada ya Yesu Kristo kusulubiwa pale msalabani, damu ilimwagika. Hebu sema damu ilimwagika. Halo, mwagika pale msalabani. Na ile damu, kumbuka, ilimwagika damu isiyo na hatia. Kwa ile damu isiyo na hatia ndio maana hata walipokuwa wanachinja wanyama walikuwa wanachinja mwana kondoo asiye na ila. Ina maana hata alijaanza kupanda hili. Maana likipanda hili na bado linakuwa na harufu ya, unajuaga beberu inanuka sana eh? Wale wafuga mbuzi. Yaani beberu yake inanuka sana. Kwa hiyo ilikuwa itakiwi hiyo. Ndama asiye na mawaa. Halo. Ndama ambaye bado hajaanza kusumbua. Isije hii damu hii ikasafisha mtu afu ikaingiza na usumbufu. Kwa hiyo Bwana Yesu akaangikwa msalabani. Damu ilipomwagika, ile damu ikaenda kuponya kila mwenye shida, mwenye magonjwa, ili mradi tu aamini kwa Yesu ana uwezo wa kuponya. Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu ananielewa hapa? Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu ndio ambayo ilimwagika. Kwa hiyo tunapata baada ya Yesu Kristo kuangikwa pale msalabani, tunapata silaha ya pili. Rekebisha hapo kwenye maandishi yako. Silaha ya pili ni damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Silaha tatu ni jina la Yesu, nitakuonyesha kwa mpangilio huo mzuri. Damu ya Yesu isingetufaa sisi kama Yesu asingesulubiwa. Unaelewa? Ndio maana tunaimba tunasema msalaba ni asili ya mema. Chanzo cha uzima ni msalaba. Kwa sababu ule msalaba ulifanya damu ya Yesu imwagike. Ndio maana tunasema msalaba ni nguvu ya Mungu iokoayo. Anasema kwa kupigwa kwake tuliponywa. Alipoangikwa pale msalabani, damu ilimwagika, damu isiyo na hatia, na ilikuwa imenenewa. Ndio maana unapotoa sadaka lazima uinuizie, utamke maneno kwamba hiyo sadaka unaitoa kwa sababu gani. Yesu Kristo alipokuwa anaenda msalabani alikuwa anajua amekuja kwa misheni gani. Ndio maana akamwambia Bwana Yesu, kama iwezekani, anasema akaomba kikombe kimwepuke, lakini si kama mimi ipendavyo. Kama isipowezekana hiki kikombe nisipokinywea basi mapenzi yako. Alikuwa anajua kwamba ili watu hao waokolewe inabidi damu. Na kuna wakati kama mwanadamu aliyovaa mwili akatamani hata kile kikombe kimwepuke, kwa sababu aliona ile kazi anayoipata. Na ndio maana Yesu Kristo anapotuokoa lazima tujue kwamba Yesu alipata maumivu. Pale anasema wasamee kwa maana wajua litendalo. Anaongea kutoka ndani kwa sababu ya upendo. Lakini anajua hao watu niliwaumba mimi mwenyewe, alafu leo hii inabidi nitoe uhai wangu kwa ajili ya kuwaokoa. Anachukua maumivu kwa ajili ya maisha yetu. Ikiwa tumejua kwamba Yesu alikubali kufa kwa ajili yetu, lazima tuogope, tunyenyekee mbele zake. Unapojisifu umeokoka, basi chunga uwe maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, ili umpe Mungu utukufu katika kila jambo lako. Shetani ndo hana msamaha, lakini wanadamu kihelehele. Unajua kwenda jehanamu ni kihelehele. Hebu mwambie mwenzio kwenda jehanamu ni kihelehele chako. Unaendaje jehanamu na umeshamwamini Yesu? Si kihelehele hicho. Kama aliwekewa shetani, wewe kinakuhusu nini? Mimi nataka nikawe zile kuni ndogo ndogo zinazokoleza magogo. Yenyewe kujisifu. Kitabu
cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 10. Lakini pia Waebrania sura ya 9 mstari wa 12 na wa 10 hadi wa 14. Ufunuo wa Yohana 5:10. Natamani tu alakishe kidogo hapa. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 6, Biblia inasema, kwenye damu ya Yesu hapo naweka. Amen. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi. Anasema nikaona katikati ya kile kiti cha enzi. Na wale wenye uhai wanne. Na wale wenye uhai wanne. Na katikati ya wale wazee. Na katikati ya wale wazee. Mwana kondoo. Anasema nikaona mwana kondoo amesimama. Amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa. Anasema alikuwa kana kwamba amechinjwa. Mwenye pembe 7 na macho 7. Mwenye pembe 7 na macho 7. Ambazo ni roho 7 za Mungu. Ambazo ni roho 7 za Mungu. Zilizotumwa katika dunia yote. Zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu. Akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Akutwaa vitabu, alitwaa kitabu katika mkono wa kuume wa yule aliyekaa katika kiti cha enzi, yani Mungu Baba. Yesu ndiye mwana kondoo. Yesu ndiye neno. Yesu ndiye simba. Yesu aya. Hebu mchapie kwanza huyu Yesu makofi mengi. Ulipohitaji simba wa kupita mbele yako, alikuja kama simba wa kabila la Yuda. Ulipohitaji sadaka ya kunena mema kwa ajili ya dhambi zako, alikuja kama mwana kondoo wa Mungu. Ulipohitaji kuhani wa kwenda patakatifu pa Bwana ili aweze kuipeleka ile sadaka, Yesu akawa kuhani mkuu. Kwa sababu Yesu anaupenda ulimwengu, anawapenda watoto wake. Hata leo amesimama mkono wa kuume wa Baba akituombea, kwa sababu tunahitaji muombezi. Maisha yetu nataka nikwambie ni makamilifu, wala sisi sio wadhaifu, kwa sababu tumekamilika kila idara. Hebu sema nimekamilika kila idara. Kesho siku nyingine nitakwambia nini maana ya pembe 7 na macho 7 ambayo yanapita ulimwenguni ili ajionyeshe ana nguvu. Ukilijua hilo pia hautaguswa wewe, wala hutaenda tena kwa waganga. Hao waganga ni hata kupiga mswaki hawajui. Hao waganga yani ni kunguni tu, hawajui kupiga miswaki hao. Msianze kuwasikiliza. Haleluya. Hello. Nataka nikuonyeshe siri ulionayo ya nguvu ulionayo wewe. Amen. Ndio. Hata alipokitwaa kile kitabu. Anasema hata alipokitwaa kile kitabu. Hao wenye uhai wanne. Na wale wazee 24. Na wale wazee 24. Wakaanguka mbele za mwana kondoo. Anasema wakaanguka mbele watu wote, na maana falme zote, wakuu wote wa kule mbinguni, alipokitwaa tu kile kitabu wakaanguka, na maana wakasujudu mbele ya yule mwana kondoo. Ndio. Kila mmoja wao ana kinubi. Na vitasa vya dhahabu. Vilivyojaa nini? Vilivyojaa manukato. Ambayo ni nini? Ambayo ni maombi ya watakatifu. Kuna mtu hapo ukimwambia ombe hataki kuomba. Kumbe maombi yako naomba yanatunzwa kule juu. Nao waimba wimbo mpya wakisema. Wanaimbaje hao jamaa? Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Anasema wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa. Sikiliza hiyo point, anasema kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Tumenunuliwa ili ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Nao wanamiliki juu ya nchi. Waliokombolewa na kununuliwa kwa ile damu wanamiliki juu ya nchi. Sasa kwa nini unamilikiwa wakati umenunuliwa na kukombolewa kwa damu ya Yesu? Sema mimi ni mkombolewa. Unaona Yesu alichokifanya Unaona hiyo kazi ya msalaba Kwa tunavyosema tumeokoka, tunayo mamlaka yote. Sikiliza, usijichukulie poa mpendwa. Usijichukulie poa. Na hata kama ulimkosea Mungu, usikae kwenye hiyo dhambi siku zote. Ukishaomba rehema, umemaliza. Unanielewa? Yesu mwenyewe anajua hutasimama 100%, kuna wakati utamkosea. Kuna mtu mwambie wewe umekosa, umetenda dhambi hii na mimi najua nilienda kushoto nikaenda kulia. Mpumbavu. Mwenye akili anatubu. Daudi mwenyewe ambaye anapendwa na Mungu alitenda dhambi. Jonathan anaenda anamwambia wewe umechukua mke wa mtu. Kwanza akamwanzia kwa mafumbo kama ambavyo woga tunakuanzia kwa mafumbo. Akasema huyo mtu apigwe kabisa, huyo anachukua mbuzi wa masikini wakati anao mbuzi na kondoo wengi na mang'ombe, huyo yani hafai kuishi.
Akaambia huyo mtu ndo wewe. Jamaa akamshuka. Akasema wewe umechukua mke wa Uria. Wewe inabidi ufe kwa hiyo au? Jamaa nikatubu, Mungu nisamehe nimekosa. Mungu akasikia akamsamehe. Sasa kuna mtu hapa amekosa, Mungu anataka amsaidie, anamwambia wewe umetenda dhambi hii na hii, nasema wapi? Nilikaeje? Nilikaa hivi. Wewe unataka kufa. Dawa ya dhambi ni kutubu. Kwa sababu gani? Toba ilishatolewa, msamaha ulishatangazwa. Kusamehewa sio kitu ambacho kinaenda kwenye mchakato kwamba unapeleka maombi yakajadiliwe na watu kwamba usamehewe au usisamehewe. Tunapoomba msamaha mbele za Mungu pale pale tunapokea msamaha immediately. Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ukishasamehewa usitoke na dhambi zako tena unaanza kuzikumbuka. Ni sawa sawa na tunapopeleka shida zetu kwa Mungu. Mungu, naomba unisaidie katika hili. Usitoke nalo ile tatizo, muachie hapo hapo, ondoka. Tena ukitoka hapa mshukuru Mungu. Kuna mingine ndio unaenda inatoa sadaka. Muone dogo Danieli. Mungu amempa neema ya kwenda India kusoma. Hebu mchapie Yesu makofi kwa ajili ya Danieli. Ambaye hata wazazi walimwambia yeye haiwezekani. Hamna, usitanie. Akasema sasa kwa kuwa muamini, mimi siombi chuo chochote na wala siendi chuo chochote. Ameniambia naenda India. Mimi ni daktari. Alikuja alikushuhudia hapa. Hata kama kuna wakati ulimthibitisha Mungu lakini ukaona kama uko disappointed, kuna jambo Mungu anakufundisha. Wewe mara moja mara mbili unakata tamaa jumla. Unasema na viacha, vya ulokole vyenye na viacha. Mimi bwana ana viacha. Unamwachia nani? Acha. Atuachi kwa Yesu, tutangangana na huyu Bwana. Tutasimama na huyu Bwana, maana alimaliza yote. Hata watuseme, hata watucheke. Haya. Kwa Yesu kutamu wapendwa. Yesu 9:12 na 14 naona hapa muda wangu naenda. Kuna watu wale ambao hawaelewi wanaangaliaga saa. Hawaelewagi mafuta wanaangaliaga saa. Ni sura 9:12 hadi 14. Biblia inasema wala si kwa damu ya mbuzi na ndama. Wala si tena kwa damu ya mbuzi na ya ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Kwa damu yake Yesu mwenyewe. Sikiliza. Huyo ndiye kuhani. Huyo ndio dhabihu. Kwa hiyo yeye mwenyewe kajichinja pale msalabani, kachinjwa pale msalabani. Alafu yeye mwenyewe kachukua damu. Anasema aliingia wapi? Mara moja tu katika patakatifu. Sio kama ambavyo makuhani wa kidunia walikuwa wanaenda kila mwaka. Yeye aliingia mara moja tu patakatifu, ndio. Akiisha kupata ukombozi wa milele. Akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe, ndio, walionyunyiziwa wenye uchafu, ndio, hutakasa hata kuusafisha mwili, ndio, basi si zaidi damu yake Kristo, damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu, kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu. Anasema ile damu itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kama sio msalaba, mwana-kondoo asingechinjwa, na kama asingechinjwa isingemwagika damu, na kama isingemwagika damu tusingeokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Silaha ya pili ni jina la Yesu. Ya tatu, silaha ya tatu ni nini? Jina. Tunaona hii silaha ya kwanza hadi leo inatumika, lakini wale waliokuwa wa Agano la Kale walikuwa naishi kwenye silaha hii tu ya neno, ndio walikuwa na vimba nayo. Lakini sisi ni bora kuliko wao kwa sababu agano hili la ukamilifu. Mungu akaongeza damu ya Yesu ikatusamee dhambi. Hakuhitajika tena makondoo. Na ndio maana tuchinji kwa sababu ya watu wenye wametenda dhambi. Lete ng'ombe wawili tuwachinje. Hii itakuwa ya kuteketezwa, siji kuondoa dhambi. Hii siji atakufanya kukutenganisha na ukoo. Huo ni wizi na utapeli. Na watu wanapenda kwenye utapeli. Mbona sasa hizi usukumani huko ningekuwa na mang'ombe mengi kweli? Hapa ni njoo wewe na roho yako, muamini Yesu, Yesu atakutendea mema. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Silaha ya tatu ni jina la Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, Petro anasema wala hapana wokovu kwa mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.
Hapa Petro anasisitiza kwamba jina tulilopewa linalotupasa sisi kuokolewa ni jina la Yesu. Wala hakuna wokovu kwa mwingine wa yoyote. Yaani haupati wokovu kwingine kokote ila kwa Yesu. Anasema hilo jina ndilo wamepewa wanadamu liliwapasalo kuokolewa, litupasalo kuokolewa kwalo. Tumepewa jina, na lile jina tunapoliita linaleta msaada kwa kuwa tumemwamini yeye, na lile jina alilotupa ndilo jina lenye mamlaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kitabu kile cha Warumi tumeona sura ya 10 mstari wa 13. Anasema kila litie jina la Bwana ataokoka. Ile jina la Yesu ndio limefanyika kuwa wokovu kwa wanadamu. Lakini nataka nikwambie kitu uone. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili jina la Yesu halikuweza kufanya kazi mpaka pale Yesu Kristo alipokufa msalabani. Ndio maana nguvu ya walokole chanzo chake ni msalaba. Kama Yesu angekuja angehubiri angeponya, ni kweli, kwa sababu yeye ni Mungu. Alikuwa anafanya vile vyote. Yeye haikumhitaji damu wala yeye alikumhitaji jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye ndiye Mungu na yeye ndiye yote katika, na yeye ndio neno. Ila sisi tuliomhitaji yeye, kwanza pamoja na kwamba tulikuwa na neno ama walikuwa na neno ama tungekuwa na neno lake kwa sababu tungemsikia, bado tulihitaji zaidi damu ili tusamehe. Na ndio maana unapoitia damu ya Yesu kwenye kila kitu chako kinapokea uponyaji. Ukiachilia damu ya Yesu, angalia, ukiachilia damu ya Yesu inaleta uzima. Anasema kama kondoo na mbuzi ile damu ilisafisha, ilifaa, si zaidi damu ya Yesu Kristo? Kama ile damu ya kondoo siku zile wana wa Israeli wanaokolewa pale Misri, Bwana Mungu akawaambia chukueni kondoo mumchinje mupake kwenye mimo ya milango. Waliokolewa wana wa Israeli. Katika nyumba zote za watu wa Misri, kila mzaliwa wa kwanza alikufa. Anasema hadi waliofungwa gerezani, kama wewe ni mzaliwa wa kwanza unakufa. Nchi yote ya Misri, hadi wanyama, paka, ng'ombe, punda, farasi, sijui nini, vyote vilikufa. Lakini wana wa Israeli hawakufa. Kwa nini? Ilipakwa damu ya kondoo. Sasa kama damu ya kondoo ilipopakwa kwenye ile mimo ya milango, wale watu waliokaa katika ile nyumba walikuwa wazima. Vipi ukiitia damu ya Yesu kwenye nyumba yako? Vipi ukiitia damu ya Yesu kwenye biashara yako? Vipi ukiitia damu ya Yesu kwenye familia yako? Vipi ukiitia damu ya Yesu kwenye maisha yako? Kuna jambo lisilo la kawaida la kudumu milele hata milele linatokea tunapoitia jina la Yesu, tunapoliitia damu ya Yesu. Yesu Kristo anapita anafanya, kwa sababu tunajua nguvu iliyomo ndani ya ile damu. Anasema ubavu ni mwa Yesu mlitokea damu, chemichemi ya uzima itakasayo roho. Filipi sura ile ya 2 mstari wa 8 anasema iweni na nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu, ambaye kwanza alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini kule kuwa sawa na Mungu hakuona kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, akakubali kutii, naam, hata mauti ya msalaba. Anasema hivyo Bwana, naomba uyaelewe ya maneno, alimwazimisha mno, akamkirimia jina. Nimesema silaha ya pili ni damu ya Yesu ambayo ilimwagika pale msalabani, lakini ili jina alikirimiwa Yesu likatenda kazi baada ya kuwa ameshinda. Paulo anasema katika Wafilipi, anasema baada ya kutii na kunyenyekea hata mauti ya msalaba, hivyo Bwana, ina maana baada ya hayo, baada ya kupita msalabani, anasema akamwadhimisha mno, akamkirimia. Kwa hiyo jina la Yesu lilikuwa kama zawadi ama nyongeza, jina lipitalo majina yote. Anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini kuzimu. Sema na kila ulimi ukiri kwa Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hiyo tunapoongea juu ya damu ya Yesu, tunapoongea juu ya jina la Yesu, tunapoongea juu ya neno la Bwana, tunajua tunaongea ya ukamilifu ambao Mungu wa mbinguni ameufanya kwa mchakato ulio bora sana. Sio vitu vya kuongea, ni mambo mengi. Ndio maana nimekuonyesha hapo juu tu kwamba huyo ni kuhani, huyo ni mwana kondoo, huyo ni simba, huyo damu yake bado inaponya, huyo ndiye mwanzo, huyo ndiye neno. Kuna namna ambavyo ukimwelewa huyu Yesu utatembea kwa ushindi. Lakini kama hauna neno la Mungu, hujamjua huyu Mungu, utaishi maisha kitumwa. Katuelewe kwamba kile Mungu anafanya kwenye maisha yetu hakuna mwanadamu wa kuzuia.
Tuimbe hiyo tenzi namba 22, kale nilitembea. Mtakatifu ni msalaba wa Yesu. Msalabani kwa Yesu ulitokea, ilimwagika damu, ile damu ikawa chemichemi cha uzima. Mtu wa Mungu Yesu Kristo anakupenda, na kwa kupiga kwake tulipona. Hata nilipofika ulikuja kuniokoa. Mwambie leo nimejua kwamba nina ushindi kwa sababu ya msalaba wako. Yule aliyedharauliwa alizaliwa kwa ajili ya maisha yetu. Haya baba. Hebu mshukuru Bwana kwa yale aliyowafanya. Hebu mwambie Bwana asante, maana hatuna cha kumlipa. Tusingeliweza sisi kuangikwa msalabani, tusingeweza sisi kulipa, ila kwa sababu ya upendo Yesu alituokoa. Yesu alituangika huru. Yesu alitufia msalabani ili tuwe na uzima wa milele. Baba, ninalibariki jina lako. Baba, ninalitukuza jina lako. Achilia nguvu yako Bwana, damu yako itakasayo ikapita kutengeneza maisha yetu. Damu yako itakasayo ikapita kuimarisha moyo yetu. Tunajiachilia mbele zako Bwana, tunaomba damu yako Mungu ikatufunika katika jina la Yesu na kuletelea hai. Sema, Bwana Yesu, najikabidhi mikononi mwako. Damu yako ya thamani inifunike kama damu ya mbuzi na ya kondoo iliyookoa na Waisraeli pale Misri mauti ilipotangazwa. Bwana, wewe hii mwanao
Ninaomba damu yako initakase, inilinde mimi na familia zangu, mimi na watoto wangu, mimi na nyumba yangu. Damu yako Yesu ilinde mali zangu, ilinde nchi yangu katika hali ya hatari inayotajwa. Bwana ukakumbuke kwamba hali ya hatari ilipotajwa siku zile pale Misri, ile damu ya mwanakondoo iliokoa wana wa Misri, wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Si zaidi damu yako Yesu katika hali ya hatari inayonena ndani ya nchi yangu kwamba Bwana unaweza kutokoa kwa damu yako, kwa damu yako. Asante Yesu, najikabidhi kwako maisha yangu, wiki yangu ikawe yenye neema katika jina la Yesu. Mungu mshukuru Bwana, endelea kuitia damu ya Yesu. Hautakuwa sehemu ya hatari katika jina la Yesu, kwa maana ile damu uliyoiamini ndiyo damu inayowalinda watoto wake. Mauti ilipoashiriwa haikupita kwenye nyumba za wana wa Misri, kwa sababu ile damu ya kondoo iliwaokoa na kuwalinda, ilikuwa kwa niaba ya mauti yao. Vivyo hivyo Bwana, watoto wako tunamjua damu yako iliyomwagika pale msalabani imekuwa badala ya maisha yetu, imekuwa badala ya uhai wetu. Hiyo damu Bwana inanena mema hata sasa. Tunachia damu ya Yesu katika jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye nyumba zetu, kwenye maisha yetu. Damu yako itakase, iondoe uovu, iondoe mauti, iondoe kila roho ya kufa katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba kwa ajili ya watoto wako katika wiki tunayoendea, ambayo Bwana imekuwa na maneno mengi. Tunajua Bwana unatupa nguvu ya kumaliza 2025 salama, kwa maana Bwana haya yote yanayotokea ulisema nasi kwanza, lakini ukasema utatulinda. Tunaishi na neno lako hata leo, lakini jina lako tunaloliita ndilo jina ambalo tukiamini tunapokea uzima. Hivyo liko damu ambayo leo umesema nasi kazi ya msalaba ilikamilisha ili utuokoe. Hiyo damu yako Bwana inanena mema, ikanene mema kwenye maisha ya watoto wako, ndani ya kanisa lako, katika kazi zao, katika nyumba zao, katika kila naolifanya. Damu yako Bwana Yesu ikanene mema, damu yako Bwana Yesu ikanene mema. Ninaachilia damu yako kubadilisha maisha ya watoto wako katika kila njia waendeayo. Kwa Bwana, damu yako ikaponye mioyo yao, ikaokoe, ikaondoe kila vifungo, kila roho za mauti zilizokufungua kazi za watu hawa, kila roho ya mauti iliyoua ibada, kila roho ya mauti iliyoua uchumi. Natamka damu ya Yesu kupita, kuilisha, kurejesha uhai, uhai katika maisha ya kiroho, uhai katika nyumba, uhai katika ndoa, uhai katika familia, uhai katika uchumi, uhai katika afya. Rapashaka rekeshete itaenda rabosaika. Watu hao wamekuja mahali hapa kwa maana wanajua wewe una uwezo wa kuponya, nami naachilia damu yako sasa. Ndio. Bwana anashuka, anaachilia damu yake. Damu ya Yesu inamwagika, damu ya Yesu inaokoa, damu ya Yesu inaita katika nchi ya Tanzania. Damu ya Yesu inaita, damu ya Yesu inaita. Badala ya shida za watu, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema. Ratashaka ya bashaka. Endelea kuomba, endelea kuomba. Wale wenye mahitaji unaweza kupita mbele, wale wenye mahitaji pita mbele, uombe. Changamka. Wale Shata yaba. Bwana uko mahali hapo wa kutosha. Damu ya Yesu. Yes. Inanena mema. Damu ya Yesu. Inanena mema. Damu inanena Baba, katika jina la Yesu na Bwana, kila
mateso, kila shida. Ninasema Yesu, kabiti uwepo. Iliyomwagika msalabani. Damu ambayo imemwagika kwa ajili ya maisha yetu yote, katika maisha yetu ili tuwe na uzima wa milele. Maana naachilia uzima wa milele. Jina la Yesu linabeba. Kila shida iondoke. Ikuachie. 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 Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako. Naomba nguvu yako ipite kumlinda, kumponya na kumimarisha. Badilisha maisha yako, yeye na uzao wake, yeye na familia yako. Nakataa magonjwa, nakataa vifungo, katika jina la Yesu. Shetani una mamlaka, toka achia maisha yako, achia uzao wake, achia, achia damu ya Yesu juu yako. Baba, asante kwa nguvu yako. Hiyo damu inatutakasa. Kila shida, kila mateso unakomesha. Touch. Kila shida, kila aina ya masumbufu unaondosha ndani yako. Naachilia damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu kwa mwanamke. Natamka uzima ndani yako. Tangu sasa hakuna shida, hakuna mateso, hakuna. Iko damu iliyosimama katika hukumu kunena mema na kuondoa kila shida na mateso. Natamka uzima ndani yako. Natamka uzima ndani yako katika jina la Yesu. Pokea uzima. Uzima ni haki yako. Una uzima ndani yako. Pokea uzima. Uwe mzima tangu sasa katika jina la Yesu. Kwa ajili ya mtoto huyu, namleta mbele zako. Naachilia nguvu mpya ndani yake. Nikiondosha kila mateso, nikiondosha kila magonjwa, nikiondosha kila shida katika jina la Yesu. Bwana Yesu akuponye. Bwana Yesu akuimarishe. Hakuna magonjwa. Ninaomba damu yako ndani ya mtoto huyu. Achilia damu yako. Achilia damu inapita. Damu inapita. Maisha ya ushindi ndani ya mtoto huyu. Yesu. Papa damu saika. Kayanda damu saika. Pokea uzima. Ninachilia nguvu yako. Damu ya Yesu pita kwenye maisha ya Roman. Kila sadaka zilizotolewa kwa ajili ya kuharibu maisha ya Roman, ninaachilia damu ya Yesu inayoninena kwa ajili ya kumtakasa Roman katika jina la Yesu. Damu yako Yesu, damu yako Yesu ilifuta kila mashtaka, nami nafuta kila roho zinazomzuia mtoto asisome. Ninakataa toka. Baba, nakataa magonjwa, nakataa vifungo, nakataa madhaifu. Naamuru uzima ndani yako, naamuru afya ndani yako, naamuru uponyaji ndani yako. Pokea uzima, pokea uponyaji. Magonjwa toka. Wewe mzima katika jina la Yesu. Baba, ninaponya hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatakasa. Damu ya Yesu inatoa kila vifungo. Hiyo damu. Damu inashuka. Inanena mema. Kwa ajili ya wenjo. Mwisho. Umeshindwa. Damu inanena mema. Damu ya Yesu inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa. Damu
Amekabidhi maisha yake kwako. Mungu akupe maisha ushindi. Bwana akupe kujenga maisha. Yesu inafanya wengi. Bwana damu ya Yesu inatuokoa. Kuna nguvu ya upinzani. Jina Yesu. Jina Yesu. Sema moto. Sema fire. Fire. Sema moto. Moto. Fire. Fire. Nakutamkia ushindi, nakutamkia amani ya Kristo kupita kuamua maisha yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naigusa roho yako, nakutamkia ushindi, nakutamkia ushindi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ipite, 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 damu ya Yesu ipite. Rapa shata yaba ikayanda rabo saika rete shete rebo saika ay rapa shata chomoa fire in the holy name. Bwana kuinue katika jina la Yesu. Baba Mungu, asante kwa ajili ya mtoto wako. Tazama maisha yako, natamka nguvu ya Mungu ndani yako. Bwana, hakuna shida, hakuna mateso, mwisho wa shida na mateso yako. Ninaigusa roho hii, ninaigusa roho hii, nainua. Bwana akarejeshe msaada wake kwa maisha yako. Naam, endelea kumtumainia Mungu, maana yeye ndiye Mungu aliyekuinua na kukurejeshea ushindi. Shangilia Mungu.